Andika ujumbe wa leo: wana wa Mungu wamepewa mamlaka. Wana wa Mungu wamepewa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Andika, wana wa Mungu wamepewa mamlaka. Wana wa Mungu wamepewa mamlaka. Alafu ukimaliza kuandika, mwambie jirani yako, sisi tumepewa mamlaka. Tuko wawili hapo, watatu, wanne. Mwambie tena, sisi tumepewa mamlaka. Mwambie tena, sisi tumepewa mamlaka. Maana ni wana wa Mungu. Maana Mungu ametukubali. Maana Mungu ametuamini. Pe Yesu makofi na vigeregere vya shangwe. Amina. Bwana asifiwe. Huyu Mungu wa thamani sana. Haleluya. Jua mwana wa Mungu, maana Mungu amekuthibitisha. Kiwango kingine, utukufu hadi utukufu. Mwanake sema tunaenda tunapandishwa utukufu hadi utukufu. Viwango ni viwango. Tumetokea kuwa watoto wa Mungu, bali wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Hatua ya kwanza ya mtu wa Mungu anapomwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha, anafanyika kuwa mtoto. Akifanyika kuwa mtoto, anafundishwa mafundisho ya kukua kiroho. Akikuwa kiroho, akamwamini Yesu, akajua misingi, akajua kanuni, akajua taratibu za roho na za mwilini, huyo mtu anaenda kiwango cha pili, anaitwa mwana wa Mungu. Na mwana wa Mungu maana yake anajua siri za Mungu. Na kama anajua siri za Mungu, tunda la Roho katika Galatia sura ya 5:23 na 22 pale, kuna vitu viko ndani yake, katika vipengele 9. Ana upendo ndani yake, ana uvumilivu ndani yake, ana furaha ndani yake, ana fadhili ndani yake, ana upole ndani yake, ana kiasi ndani yake. Huyo anaitwa mwana wa Mungu. Maana anajua siri za Mungu, anatembea sawasawa na kanuni za kiroho. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo ukiwa mwana wa Mungu, maana yake sasa vile vipengele 9 vya tunda la Roho katika Galatia sura ya 5:22-23, vile vipengele 9 kwako vinakuwa vinaishi ndani yako. Ukikutana na changamoto, kuna uvumilivu. Ukikutana na baraka nyingi, unakuwa na kiasi.